Ninawasalimu wote katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu. Bado tuko wiki ya Pasaka. Ningependa tafakari pamoja kitabu cha Mathayo 27. Pale Yesu aliponyamaza. Sasa Pilato akamuuliza Yesu. Yesu akanyamaza na hata akastaajabu. Alipoulizwa na makuhani, wewe ni nani? Wewe ni mwana wa Mungu au sivyo? Akanyamaza. Na sasa nataka tuone nguvu. Kwa nini Yesu alinyamaza? Nataka tuone kwa nini Yesu alinyamaza, kwa kujifunza. Yesu hakunyamaza si kwa sababu alishindwa cha kujibu. Mathayo 27. Hakunyamaza si kwa sababu alishtuka. Hakunyamaza si kwa sababu hakujua cha kusema. Angefanya hivyo ingekuwa amedirect. Lakini alinyamaza kwa sababu alijua yote. Alijua mashtaka ni ya uongo, ni ya dhuluma. Kwa hiyo alichagua kunyamaza. Yesu alijua kwamba kunyamaza sio udhaifu, ni nguvu. Kunyamaza ni mamlaka. Kunyamaza kwa Yesu Mathayo 27 haukuwa mwitikio wa haraka, bali maamuzi ya ndani. Mathayo 27. Kunyamaza kwa Yesu haukuwa mwitikio wa haraka, bali maamuzi ya ndani. Kunyamaza kwa Yesu kulikuwa sio kushindwa, bali ulikuwa utawala. Kunyamaza kwa Yesu kulikuwa sio kosa la kusema, bali kulikuwa ni kuchagua kutosema. Yeye mwenyewe Yesu alichagua kutosema. Kwa sababu wale wanaosema wanataka ushuke uishi maisha yao. Wale walisema kwa sababu ya dhuluma, chuki, binafsi, uchu madaraka. Yesu akakataa kuwa sehemu ya maisha yao. Angewajibu, angeishi, angekuwa kiwango chao. Walitaka ingie kwenye makelele ya kusema bila hoja ya msingi. Kwa hiyo mwalimu akaamua kunyamaza. Kunyamaza ni wajibu. Lakini pia kunyamaza sio tu tunafundishwa tabia, tunafundishwa kusoma nyakati. Kuna wakati wa kunyamaza na wakati wa kusema. Unajenga tabia, lakini unapata utambuzi wa wakati. Utambua nyakati. Kuna kunyamaza ambako ni dhambi. Ukinyamaza wakati ambapo unatakiwa kusema, unakuwa sehemu ya makosa. Kuna kosa limefanyika, unanyamaza, unakuwa sehemu ya hilo kosa. Kuna mahara haki haitendeki, watu wanaumizwa, unanyamaza, unakuwa sehemu ya wao dhalimu. Ndio maana Yesu hakunyamaza wakati wote. Ndio maana alihubiri, alifundisha, alikemea. Alisoma nyakati na mazingira, wapi aseme, wapi anyamaze. Ukinyamaza, ule uongo unaosema unakuwa sehemu ya kupa nguvu uongo huo. Unafanya ule uongo uenee zaidi, utamalaki zaidi. Kunyamaza wakati mwingine ni uoga. Anasema walikataa kumkiri Yesu kwa sababu waliogopa. Kwa kunyamaza kwingine ni makosa, ni kushiki dhambi za watu wengine, ni kufanya uovu utamaraki. Kwa kila jambo lazima mazingira na nyakati yazingatiwe. Lazima nyakati na majira yazingatiwe. Lazima nyakati na majira yazingatiwe. Mathayo 27 ndio msingi wa somo letu. Kitabu cha Mithali 29 kinasema mpumbavu hutoa hasira yake yote.
Yaani mtu mjinga anabebwa na hali, akiumizwa anaumia, anabebwa na hali, anaongozwa na hisia, akichukizwa anachukia, akikasirika anakasirika. Lakini twende upande wa pili. Ukinyamaza unampa Mungu nafasi ya kupigania. Itosha kusema kuna kunyamaza ambako ni makosa, kunafanya wewe uwe sehemu ya udhalimu hatima yako. Unaweza ukasema ukaharakisha, unaweza ukasema ukafanya ukachelewesha hatima yako. Unaweza ukanyamaza ukaharakisha hatima yako. Yesu alinyamaza, alijua baraza hilo ni hukumu, sio mwisho. Kaburi sio mwisho, msalaba sio mwisho. Mwisho ni Mungu. Ndio maana akamwambia Baba, roho yangu naikabidhi kwako. Kwenye maamuzi ya mwisho ni Mungu. Useme, ukinyamaza inategemea. Ndio maana maandiko yanasema kuna wakati wa kusema na kunyamaza. Tunafundishwa tabia, lakini kusoma na kutambua nyakati na mazingira ya kusema na kunyamaza. Ni Ijumaa ya maombi na maombezi yanayoongozwa na kauli mbiu nakataa kuzaa mapoza, milima inashushwa na mabonde yanayowiwa. Ni kila Jumatano ya maombi na maombezi, ni Jumatano ya mrejesho wa imani yetu na maombi yetu kutoka kwa Mungu Baba. Inakuwa ni Jumapili ya milima kushushwa, mabonde kuinuliwa na jangwa kuwa ziwa la maji. Saa 4 asubuhi mahali Riverside kwa mzee wa upako. Nasema huu ni wakati wa Mungu, yote yanawezekana. Shalom shalom. Nenda ukajifunze Mathayo 27 na Mungu akutangulie. Amen.